Nilirudi nyumbani baada ya miaka. Mama alikuwa bado ananisubiri. Nilirudi nyumbani nikiwa nimechoka. Sio kwa safari, bali kwa miaka. Nilikuwa nimekaa mbali kwa muda mrefu sana, hadi nilisahau harufu ya nyumbani. Nilishuka kwenye basi jioni, jua likiwa linakaribia kuzama. Nikabeba begi langu polepole kama mtu asiye na haraka ya kufika. Njia ya kwenda nyumbani kwa mama haikuwa imebadilika sana. Barabara ya vumbi bado ilikuwa pale. Watoto walikuwa wanacheza pembeni kama zamani. Lakini kila hatua niliyopiga, nilihisi kitu kizito kifuani. Nilijua nilichelewa. Mama alikuwa amebaki kijijini peke yake baada ya baba kufa. Niliondoka nikiahidi nitakuwa ninarudi mara kwa mara. Miaka ikapita. Simu zikapungua, ziara zikakoma. Kila nilipokumbuka, nilijiambia bado kuna muda. Nilipofika nyumbani, mlango ulikuwa wazi kidogo. Nilisita kabla ya kugonga. Nilijiuliza kama bado anaishi hapo au kama jirani alimchukua. Nilipogonga mara ya pili, sauti ya mama ikajibu kwa upole. "Ni nani?" Sauti yake ilikuwa ile ile, polepole, tulivu. Nilihisi koo langu likikauka. "Ni mimi mama," nilisema. Kulikuwa na kimya kifupi. Halafu nikasikia hatua zake taratibu zikija mlangoni. Alifungua mlango na kunitazama kwa muda mrefu sana bila kusema neno. Uso wake ulikuwa umezeeka, nywele zake zilikuwa zimejaa mvi, lakini macho yake yalikuwa yananitazama kama mtu aliyekuwa akingoja. Nilimkumbatia. Alikuwa mwembamba kuliko nilivyomkumbuka. Nilihisi mifupa yake mikononi mwangu. Hakulia, hakuniuliza maswali. Alinipapasa mgongoni tu kama mtoto. "Umerudi," alisema kwa sauti ndogo. Usiku huo tulikaa kimya. Mama alipika chakula kama kawaida. Aliniwekea chakula kingi kuliko nilivyoweza kula. Alikaa akinitazama nikila. Kila nilipojaribu kuzungumza, nilihisi kama maneno yanakwama. Nilipolala, nilisikia mama akitembea nje ya chumba changu. Hatua zake zilikuwa nyepesi, kama mtu asiye na haraka. Nilifikiri ni kawaida. Mama alikuwa mzee, usingizi wake haukuwa mzito. Lakini usiku wa pili nilisikia tena. Wakati huu alisimama nje ya mlango wangu kwa muda mrefu. Hakugonga, hakusema. Alisimama tu. Nilikaa kitandani nikisikiliza pumzi yake ikija polepole kupitia mlango. Asubuhi, nilijiambia, nitamuuliza. Lakini asubuhi ilipofika, mama alikuwa tayari amekaa nje kwenye kiti chake cha zamani akitazama barabara. "Ulilala vizuri?" aliniuliza. Nilitaka kusema kitu, lakini nikanyamaza. Siku ya tatu nilimwona jirani mmoja wa zamani. Alinishika mkono kwa nguvu kidogo kuliko kawaida. "Umerudi?" aliuliza. "Hatukutarajia." Nilimuuliza anamaanisha nini. Alitazama nyumbani kwa mama, halafu akaniangalia. "Mama yako alikuwa anakuwekea chakula kila siku," alisema, "hata ulipokuwa haupo." Nilicheka kidogo nikidhani ni mzaha, lakini hakutabasamu. Aliendelea. Alikuwa akisema utarudi. Kila jioni alikuwa anakaa pale nje. Usiku huo nilikaa macho. Nilijifanya nimelala. Niliposikia hatua zake za mama zikija nje ya mlango wangu, nilifungua macho polepole. Niliona kiuli chake kikiwa pale. Hakusogea, hakuzungumza. Baada ya muda nilimsikia akinong'ona, "Yuko nyumbani sasa." Asubuhi iliyofuata mama hakuamka. Nilipoenda chumbani mwake, nilimkuta amelala kitandani mwake, mikono yake ikiwa juu ya kifua chake, macho yake yakiwa yamefungwa kwa utulivu. Uso wake ulikuwa mtulivu kama mtu aliyekuwa akisubiri kwa muda mrefu, halafu akaruhusu mwili wake kupumzika. Hakukuwa na dalili ya maumivu, hakukuwa na makelele. Ilikuwa kimya tu, kimya kizito. Wazee walikuja baadaye. Walikaa kimya kwa muda kabla ya mmoja wao kusema. Alikuwa anangoja. Mazishi yalifanyika kwa utulivu. Kila mtu aliyekuja alikuwa akisema kitu kile kile. "Mama yako alikuwa akisubiri urudi."
Nilikaa siku moja zaidi kabla sijaondoka. Usiku wa mwisho, nilikaa kwenye kiti chake nje ya nyumba. Niliangalia barabara ile ile aliyokuwa akiitazama kila jioni. Upepo ulikuwa mpole. Nilihisi upwelefu kwa namna nilivyokuwa sijawahi kuhisi. Nilipoondoka asubuhi, niligeuka mara ya mwisho. Dirisha la chumba chake lilikuwa wazi kidogo. Pazia lilikuwa linacheza na upepo. Na kwa mara ya kwanza tangu nilirudi, nilijua ukweli huu. Nilifika, lakini nilichelewa.